Hello, habari. Sasa kwa msaada, ili kuelekezana namna ya kufika kwenye ku create hiyo server na kupata access ya server kutokana na ile kazi ya statistics. Kwa naomba twende kwa pamoja. Naomba nimsikize madam ili iwe rahisi zaidi. Okay. Kwa hiyo kwenye kitu cha kwanza ambacho madam alitaka tuingiza hiyo linki ili tuweze kufanyaje kwenda ku create server. Lakini sasa kwenye ku create server hauwezi kwenda ku create server kama hauna account ya designer. Kwa kitu cha kwanza kabisa cha lazima unatakiwa uhakikishe, je, una account ya designer? Sasa hiyo account ya designer unaitengenezaje? Hilo ndo swali. Kwa utaandika tu kwenye Google hapa, utaandika my survey solution, then hakikisha mwishoni unaandika designer ili kuletea exactly designer. Utaandika hivyo my survey solutions designer, utaklik hapo kwenye search itakuja ya kwanza hii survey solution designer au yote ambayo itakuwa imeandikwa survey solution designer. Then utafanyaje? Utaklik hii survey solution designer hii. Umeona? Utaklik survey solution designer. Kwa sababu mimi tayari nina account ndio maana imekuja hivi. Then mimi nitaskip hapo, alafu nitakuja utakuja wewe kama una account. Sasa utabidi utengeneze account. Utatengeneza account, baadaye utaconfirm account yako. Kisha confirm utakuja kwenye login. Kwenye login utaweka username yako na password yako. Then utafanyaje? Utahakikisha kama unaweza login. Sasa hatua ya pili, ushatengeneza designer account hapo, ushatengeneza designer account tu. Hii sasa hivi uitumii kwanza. Tena nitakuomba tena urudi tena kwenye Google. Urudi kwenye Google huku ulipo search mara ya kwanza huku. Urudi kwenye Google. Ulipo search my survey solutions ulipata hii survey solution designer, alafu na survey solutions. Sasa ukibaada kuwa na account ya survey solution designer, inabidi uende kwenye survey solutions hii, au unaweza ukaklik hii login moja kwa moja. Let's try hapa ya kwanza. Kati hizo mbili moja ndio inabidi uende, kwa sababu mwisho sikwenda ku login. Hii ipeleke kwenye login moja kwa moja, nitaachana nayo. Nitarudi kwenye hii login survey solution hapa. Nitakuja kwenye login survey solution kwa sababu hapa inakuja hivi kwa sababu mimi nina account nisha login, nita log out. Ukija kwenye survey solution itakuletea hivi. Kwenye survey solution ikishakuletea hivi, sasa utafanyaje? Utakuja utaweka ile username ambayo umeitengeneza kwenye survey solution designer, utakuja kuitumia hapa kwenye survey solution, utalogin. Ukilogin by default wewe utakuwa hauna server, ila mimi tayari nisha create server hii. Kwa ku create server kutokana na maelekezo ya madam, utakuja hapa uta create personal hiyo server. Ukisha create hapo, utakuja uta click wewe. Mimi hizi siruhusi kutengeneza, nadhani siruhusi kutengeneza server nyingine, ila wewe hizi vibox vitakuwa viko empty, utavimaki vyote hivi vibox. Utasoma pia uelewe wanamaanisha nini, uone kama una comply, then utamaki hivi vibox vyote. Ukimaki vibox vyote hapa, na I hope utakuwa kuna button ya kufanyaje ya ku authorize kufanyaje ku click ili uweze kutengeneza hiyo server yako. Click tu watakwambia umeshatengeneza. Sasa ukishatengeneza watakutumia email. Hiyo email sasa ndio utakuja kuipata huku. Utakuja kupata hiyo email, itakuwa imeandikwa namna hii. Umeona? Itakuwa imeandikwa namna hii. Sasa hiyo email yako hiyo, sasa utapata linki kama hii hapa. Ili cha kwanza kabisa utakuwa ukumbuke kuna hii linki. Hii linki ndio ile server ambayo umeitengeneza wewe, ambayo sasa hii linki ukishatengeneza user wako utabidi ushare na user wako wote uliowatengeneza, ambao wakiwa supervisor ambao umewatengeneza na wale interviewers ambao umewatengeneza. Utawapa hii linki, ambapo kwenye hii link ambapo utawatengenezea zile accounts na username na password. Kwa hiyo watalogin kupitia hii linki ambayo utashare na kila member wako, utashare naye hii linki. Lakini sasa kabla ya hujafika huko, wewe kama supervisor sasa unatakiwa pia umepewa hii linki na umepewa nini? Umepewa username na password. Kwa hiyo utaklik hii utakopi admin na password kama ilivyo. Utaklik hii linki. Ukiklik hii linki sasa ndio hapa sasa hivi unaenda kupata access ya server yako. Mimi kwa sababu tayari nipo kwenye server, kwa hiyo naomba nitoke alafu nifanyaje? Nije nirudi. Sasa kwenye survey solution headquarters. Sasa hapa survey solution headquarters ambayo natakuwa wewe huje ni ile ambayo umetumia server yako. Ila kuna nyingine ambayo unaweza kupata survey solution headquarters ambayo bila kutumia hii, ambayo ukigoogle tu kwenye Google unaipata. Sasa ile sio sahihi.
Survey Solution Headquarters ni ambayo umetengeneza, hii ni ile ya server yako tu ndio unatakiwa unaambao utaweza kulogin, kwa ambao pia na wenzako hivyo hivyo watabidi waingie kwenye hiyo ambayo hiyo ya server yako. Then sasa utaweka zile credentials zako hapa kwenye hiyo headquarters, na hapo utaenda utalogin. Okay, sasa ukishafika kwenye hii page ya kwanza hii ambacho madam alielekeza, utakuja utakliki hii setting hapa, hii icon ya setting. Kama ulisikiza audio zile vizuri, lazima uwe na zile audio zote ili uweze kupata ujuzi, kujua mlolongo unaanza wapi unaishia wapi. Utakliki hii setting. Ukifika kwenye hii setting utakutana na hii primary, hii default workspace. Sasa unachotakiwa kufanya wewe, kitu cha kwanza kabisa utabidi utengeneze users wako, ambapo utakliki hapa kwenye users. Utakliki hapa kwenye users. Sasa mimi tayari nisha create user wangu. Utakliki hapa kwenye user. Kwa kwenye users una user wa aina mbili. Una user ambao ni interviewer, ambao ndio enumerators, afu una users ambao ni supervisor. So cha kwanza kabisa wewe utaanza kuadd user. Kwenye user sasa unatakiwa uanze na supervisor. Kwa nini anasema uanze na supervisor? Kwa sababu ukianza na interviewer ni lazima uwasane kwa supervisor. Sasa kama ukimcreate interviewer na una supervisor bado, tafsiri yake ni kwamba huyo user hutaweza kumcreate. Kwa inabidi uanze ujue user wako wangapi, kama ni wawili au wangapi au ni watatu kwenye group lako watakuwa ni supervisors, unatakiwa uwajue ni wakina nani. Then ukiwatengeneza hapa utawaambia kabisa, utasema ni supervisor. So utakuja hapa kwenye all workspaces inatakiwa hiyo default workspace. Kwenye role sasa utaanza na supervisor, kama ni wawili au ni watatu itategemea na nyinyi mmekubaliana vipi. Hapo utaweka supervisor. Then hapo utaweka jina anataka kulitumia. Jina anataka kulitumia, labda mimi kwa watu wangu nimetumia jina lao la kwanza hivyo. Then utatengeneza password. Utamtengenezea password, then utaikofamu ile password. Na shauri kwenye password hapa user wako wote wape password moja, ili mmoja akisahau mwingine amkumbushe. Ila kila mtu ukimtengenezea password yake watakusumbua wewe. Kwa wote, kila user utakayemtengeneza wewe na password moja, ili wao wanakumbushana wao kwa wao. Then utawatengenezea password. Ukimaliza kutengeneza password, hizi sio za lazima, lakini if necessary au if possible, kama unaweza ukaweka tu full name ya huyo mtu ambaye umemtengeneza hapa na email yake ukamwekea na namba, sio lazima, lakini unaweza ukaweka. Mimi at least nimeweka full name. Watu wawili tu nimeweka full email. Phone number sijaweka hata mmoja. Kwa hiyo nimeweka full name na email kwa watu wawili, sijui watatu. Lakini hapa ni username. Username ni ile ninayotumia. So mimi ni decision niliyoifanya, jina la kwanza la kila mtu ndo nimefanya likawa username. So na wewe utaprefer unavyotaka wewe. Unaweza kuweka jina la mwisho wala katikati, yote ni sawa. Kwa ndio hicho kifanya. Ukishamaliza hapo utakiki create, utakuwa na supervisor wa kwanza. Tena kama una supervisor wa pili utafanya process hiyo hiyo kwanza. Umalizane na supervisors kwanza. Ukishamalizana na supervisors sasa utakuja sasa utakuja kwenye hii primary, utakuja kwenye click primary, then utaklik open. Ukisha click open utakuja kwenye interviews hapa. Kwenye interviews sorry. Sio hapa. Unabidi uende kwenye assignment. Ni assignment kweli? No. Ni pale pale kwenye user. Utaendelea pale, si ushatengeneza supervisors na hao kina nani hao? Na supervisor kwanza. Sasa kwenye create interviewers, utaklik add user. Ukishaklik add user, then utaklik pale default. Utasema sasa hivi au tengeneze supervisor, unatengeneza interviewer ambao huyo interviewer ndio enumerator. Utamweka hapo interviewer, then naye utampa username, then utachagua supervisor wake atakuwa nani. Utamclick hapo supervisor wake, atakaenda pale. Alafu pia na yeye utawapa password. Na shauri wote wape password moja tu. Confirm hapo password moja, alafu kama utapa full name hivyo hivyo. Kwa ukishatengeneza users wako wote sasa, ushakuwa nao users wako wote. Sasa watakuwa na username na password. Utabidi kila mmoja umwambie username yake ni ipi uliomtengenezea na password yake ni ipi. Kwa hiyo utashare kwa wote. Ukishashare kwa wote, sasa utabidi sasa wao sasa ili waweze kulogin wao kama wao, itabidi sasa uwape tena hii link na wao wawe nayo. Sasa wakishakuwa nayo watabidi wa login kwa hizo credentials ambazo umewatengenezea. Ila kabla hawaja login sasa, kwa maelekezo ambayo tumepewa kwamba kwenye
hapa nje kabisa, hapa nje hapa, wakiscroll chini hapa chini hapa, nadhani ni wapi, kuna hapa chini hapa, ukiangalia hapa chini kwenye kona hapa wamesema get interviewer app, anabidi aclick hii get interviewer app. Akiclick hii get interviewer app itabidi afanyaje? Ai download hii. Kwa hiyo itabidi aseme include mapping functionality, sawa, then itabidi afanyaje? Install instruction azipate. Ataclick hapo ili apate hiyo application. Yaani inabidi afuate hiyo process aweze kudownload hiyo application. Akisha download hiyo application sasa atatumia zile credentials ambazo umemtengenezea ku login. Lakini sehemu ambapo atakutana pamemwambia aweke synchronization, atabidi aweke hiyo server yenu, link ya server yenu hiyo, aicopy pale, aiweke hiyo link ya server yenu. Akishaweka link ya server yenu hiyo sasa, akishaweka hiyo link ya server yenu, anabidi hapo ndo ataweza kuendelea, atafika mpaka ndani ya account. Sasa kama kule kuna maswali tayari na ashafanywa assignment, atakutana na hivyo vitu. Ila kama bado hujamfanyia assignment au bado hata questionnaire mjaziandika, hapo sasa itabidi asubirie mkamilishe hicho kitu. Lakini sasa kama unahisi unapata changamoto ya kutengeneza zile questionnaire, okay, kuna hii video hapa, kuna hizi video zinaeleza namna kutengeneza hizo questionnaires hizo. Hii ni story nyingine sasa hii. Lakini hii link nita include kwenye nini? Nita include kwenye description yangu ya hii video nitayoweka hapa. Kwa hizi video zinaelezea namna ya kutengeneza hizo questionnaire na kila kitu. So kila kitu kabisa, lakini ni kwenye hizo questionnaire tu. Namna ya kuweka hiyo maswali, namna sija kuchagua namba numeric na whatever. Kwa hiyo naamini mpaka hapo nimewasaidia wengi. Asanteni kwa kunisikiliza.